Baadhi ya wananchi wameiomba mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kuboresha taarifa zao kupitia mitandao ya kijamii, huku wakiipongeza kwa kutoa taarifa sahihi kwa asilimia nyingi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti na Torch Media, wamesema kuwa TMA inapaswa kuongeza nguvu katika utoaji wa taarifa mtandaoni na kutoa mara kwa mara pindi zinapotokea taarifa mpya. Taarifa ikitoka, ufanyaji wa kazi ni kama umeambiwa kuna joto kali, ina maana kama jua ni kali utatafuta vitu vya kukukinga na hilo jua. Kama kuna mvua utatafuta alternative, kama wewe unaathirika na mvua, kama unakaa mabondeni ama unakaa wapi, basi utatafuta alternative ya kujikinga na madhara yoyote yatakayosababishwa na taarifa yoyote ya hali ya hewa. Yes. Uzuri sasa hivi kuna masuala ya social media, TMA naona watangaza mara nyingi kwenye taarifa ya habari tunaona. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa wawe makini na hizo taarifa, kuzichukulia userious, kwa sababu unaweza kuambiwa bwana utakuwa na mvua kubwa kwa ukadharau, maana unakaa bondeni kwa mambo mengine. Ukasema kwamba labda mvua itakuwa hamna, haujajiandaa irrigation system kwenye ukulima, ukafeli. Mbona ni kama hivyo. Kwa taarifa tunazopata zinatusaidia sana. Kama walishasema kwa wiki mbili za mwanzo za mwezi wa 3 tutakuwa kunajua sana, hasa maeneo ambayo yanapata msimu wa mvua mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo tumeishajiandaa na hilo, wiki mbili zetu za mwezi wa 3 tutakuwa kunajua sana kwa hii Dar es Salaam. Baada ya hapo tunajiandaa na mvua pia. Nategemea mvua itaanza kunyesha. Utabiri kweli inawezekana ni uko sahihi. Walitabiri jua litawaka, kweli linawaka. Lakini kuna muda mwingine akitabiri haiwi hivyo kama inavyokuwa, lakini safari naona kama imekwenda sawa. Shauri wako ni upi sasa pengine kwa mamlaka husika kuweza kuboresha utoaji wa taarifa? Utoaji wa taarifa nadhani uko sahihi na wako sawa. Kwa hiyo endapo tu kuna taarifa mpya kwa jamii, basi itolewe haraka na mapema iwezekanavyo, na kama kuna namna ambayo watu wanaweza kujikinga kutokana na janga au madhara yatakayotokana na taarifa hiyo, basi wananchi wafahamishwe. Tabiri wa hali ya hewa, mimi nilikuwa naipongeza serikali na vile vile nilikuwa napongeza tume husika TMA kwa kutusaidia kwenye predictions za hizi mambo ya hali ya hewa, ili mradi kuboresha uchumi wa nchi yetu. Ni hivyo. Wajitahidi tu kuendelea kutoa taarifa kama kawaida, ila tuendelee pia kuzipata taarifa kwa njia za mitandao ya simu, kwa sababu watu wengi tunatumia simu muda mwingi na sio kusikiza redio au kutazama TV, ndio unakuwa mchache kidogo. Itakumbukwa tarehe 23 Januari 2025 TMA kupitia kwa kaimu mkurugenzi mkuu mwakilishi wa kudumu wa shirika la hali ya hewa duniani WMO na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, Dr. Ladislaus Chang'a, amesema mvua za wastani hadi juu ya wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mashariki mwa mikoa ya Mara na Simiyu, huku mvua za wastani hadi chini ya wastani zikitarajiwa katika maeneo ya pwani ya kaskazini mwa mkoa wa Kigoma na ukanda wa ziwa Victoria. Ni mwelekeo wa mvua za masika kwa mwaka 2025. La kwanza, maeneo yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara pamoja na Simiyu. Haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani kwenda chini ya wastani. Na katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, lakini pia zitaisha katika wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani hadi juu kidogo ya wastani, na katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya tatu ya mwezi Machi na kuisha katika wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Lakini katika maeneo ya pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, lakini pia Pwani,
ikijumuisha pia visiwa vya Mafia, lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba. Katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitakuwa za wastani lakini kwenda chini ya wastani. Na mvua katika haya maeneo tunatarajia kwamba zitaanza katika wiki ya pili na ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, lakini kuisha katika wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Mei.